Basi sikiliza kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi wa Ibrahim alayhi salam, akiwauliza mushrikun, fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni kuntum ta'lamun, basi ni kundi lipi ambalo kwamba lastahili zaidi amani ikiwa nyinyi mnajua? Bi maana kundi lipi kati ya waumini na wale ambao kwamba si waumini, lipi lastahili amani ambalo kwamba watapata amani baada ya kufa kwao? Mwenyezi Mungu akajibu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, kundi ambalo kwamba litapata amani ni lile ambalo kwamba wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani wameamini kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu, neno linaonyesha wako katika ardhi, na kadhalika wakauli ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na kadhalika wakauli ya kumwomba Mwenyezi Mungu peke yake, na hawakuchanganya imani yao na ushirikina au kuchanganya imani yao na ushirikina. Kuna watu ambao kwamba wanaabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pamoja na viumbe. Mtu anaabudu Mwenyezi Mungu kwa anamwabudu Yesu, anaabudu Mwenyezi Mungu kwa anamwabudu Uzayr. Kisha akasema Mwenyezi Mungu, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, hao ndio ambao kwamba watapata amani na wao ndio ambao kwamba wataongoka. Kwa hivyo katika miongoni mwa faida za tauhidi katika aya kama hii ni kwamba hawa watu wenye tauhidi watapata amani wakati ambapo kwamba watakutana na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Hata katika dunia wanapata amani, na pindi ambapo kwamba watakufa watapata amani, kwa maana watakuwa ni kuadhibiwa katika adhabu ya moto wa Jahannam. Na katika dunia hao ndio waongofu, hao ndio wenye ambao kwamba wameongoka. Sikia Anas an Ubada ibn Samit anasema kwamba Ubada anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, mwenye kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi wake, akakubali kwa moyo wake na akatamka kwa ulimi kwamba hapana jinsi ya Mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mtume Muhammad, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahdahu la sharika la, amepokeka Mwenyezi Mungu, hana jinsi ya mshirika, hana jinsi ya mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kwamba Muhammad, na akakubali kwa moyo wake na akatamka kwa ulimi kwamba Muhammad ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mtume wake. Wa anna Isa abduhu, na akakubali kwa moyo wake na kutamka kwa ulimi kwamba Isa, Yesu ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi maana si mtoto wa Mungu wala si Mungu. Hii ni radi kwa wale ambao kwamba wanasema kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu ama ni Mungu. Na ikiwa Yesu angekuwa ni mtoto wa Mungu, basi wangekuwa ni miungu wengi. Kwa sababu gani? Mama yake naye angekuwa ni Mungu wa kike, basi mama yake kuna wazazi wake nao wangekuwa ni miungu wa Mungu Baba, Mungu nyanya na Mungu babu. Hivyo ingerudi kwa miungu wengi kabisa mpaka kwa Adam alayhi salam. Lakini mtu ambao kwamba ama Waislamu wanaitakidi kwamba Yesu ni mja wa Mwenyezi Mungu wala si mtoto wa Mungu. Wakadhalika wa rasuluhu, na hii wa rasula wanaitakidi kwamba Yesu alayhi salam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Bimaana hii ni radi kwa Wayahudi. Wayahudi wanasema kwamba huyu ni mtoto wa zina, lakini sisi Waislamu tunasema kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wayahudi walikataa kumkubali kama ni mtume, kwa sisi tunasema Waislamu kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa kalimatuhu, na ni kalma, bimaana neno la Mwenyezi Mungu alqahila Maryam, hapo kwamba alimtuma Jibril alayhi salam amwambie Maryam kwamba atapata ujauzito wa Yesu alayhi salam. Bimaana alqaha Ibn Ahmad, Imam Ahmad akawa amesema kwamba kana Isa bikun, Isa alikuwa kwa kupitia neno kun, kuwa. Bimaana Mwenyezi Mungu aliamrisha Yesu kuwa katika tumbo la Maryam, alitoa neno kwamba kuwa katika tumbo la Maryam na akakuwa. Walaysa huwa kun, na bali Yesu si kun, yani bimaana si kuwa, walakin bikun kana Isa, walakin kupitia neno kuwa akawa Yesu. Bimaana Mwenyezi Mungu aliamrisha kuwa wewe Yesu katika tumbo la mama yako ambaye kwamba ni Maryam, na Yesu akawa ni mwenye kukua. Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akitaka jambo uliamrisha likawa, usema kuwa na likakuwa. Kwa hivyo Yesu ni kalima ambayo kwamba alitumwa Jibril alayhi salam kwa mama yetu, kwa mama Maryam. Kadhalika wa ruhun minhu, na ni roho miongoni mwa roho ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba, wala si sehemu ya uungu, la bali ni roho miongoni mwa roho ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziumba. Kama ukiwa na mtoto ukisema kwamba ni roho, bimaana roho min Allah, bimaana huyu ni roho ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kutoka kwa Mwenyezi Mungu, baraka kutoka kwa Mungu, ni baraka Mwenyezi Mungu ameumba hiki. Na mtu akaitakidi kwamba aljannata alhaq, na mtu akawa mwenye kuitakidi kwamba pepo ni haki, na akafanya yale ambayo kwamba itampelekea katika pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wan nar haqq,
na akaitakidi kwamba moto ni haki, bi maana ni jambo ambalo kwamba lipo, na akajifanya yale ambayo kwamba itamwepusha na moto wa Jahannam, asema adkhalahu Allahu aljanna, Mwenyezi Mungu atamuingiza katika pepo yake, ala ma kana min al-amal, hata akiwa na madhambi kiasi gani, Mwenyezi Mungu atamuingiza katika pepo yake. Sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao kwamba wataadhibiwa kulingamana na madhambi yao, kisha wataingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna wale ambao kwamba wataingia pasina kuadhibiwa. Hii hadithi imepokelewa na Bukhari rahimahullah.